Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa huwa khairu nasirin wa mu'in, thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi alladhina adhhaballahu anhum ar-rijsa wa taharahum tathira. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, tukiwa tunaendelea na maandalizi ya kuelekea katika siku nzito sana, nayo ni siku ya kumpoteza Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Msiba wa Bwana Mtume ni msiba ambao hakuna mfano wake. Msiba wa mtukufu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi ni msiba mzito sana, lakini nyuma ya msiba wa Bwana Mtume Muhammad tufahamu ya kwamba kuna mambo mengi sana ambayo yapo nyuma ya msiba wa Bwana Mtume. Leo hii unapoona ya kwamba watu wanakataza kuyazungumzia yanayohusu msiba wa Bwana Mtume, na wakati huo huo yanazungumzwa mazazi ya Bwana Mtume, lakini hata wale wanaokataza kuzungumzwa kifo cha Bwana Mtume bali hata mazazi ya Bwana Mtume, vile vile huenda nyuma ya kauli hizo kuna kuficha ukweli mkubwa sana, ukweli unaouma. Sasa ni yapi yaliyojiri baada ya kufariki kwa Bwana Mtume? Miongoni mwa mambo mazito sana yaliyofanyika baada ya kufariki kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, jambo la kwanza ambalo lilikuwa ni zito sana lililofanywa katika familia ya mtukufu Mtume Muhammad pale tu baada ya yeye kufariki na kuondoka katika huu ulimwengu wa dunia, ni pale watu walipogeuka wakaacha yale mafundisho sahihi ya Bwana Mtume, na hata wale waliokuwa wakidai kwamba wanampenda Bwana Mtume na kumheshimu, watu hao ndio waliorudi wakawa wameigeuka familia ya Bwana Mtume Muhammad. Na huenda ni katika msiba mzito sana, na huenda ni katika mambo yaliyomhuzunisha Bwana Mtume sana baada ya kuondoka duniani, kisha yakafanywa mambo haya. Jambo la kwanza ni kuvamiwa kwa nyumba ya mwanawe kipenzi Fatima Zahra. Bibi Fatima yeye ni mtoto wa Bwana Mtume Muhammad. Mtoto huyu yapokewa riwaya nyingi, zapokewa hadithi chungu mzima. Hadithi hizi zikizungumza juu ya kwamba Fatima Zahra ana nafasi gani katika ulimwengu wa Waislamu. Waislamu ni vipi wamtizame Fatima Zahra, binti huyu wa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Na miongoni mwa maneno maarufu, na huenda ni maneno mashuhuri sana, hata sisi wakati tunasoma madrasa na hatujui ushia ni kitu gani, maneno haya tulikuwa tunayasoma tukifundishwa na walimu wetu, tukiambiwa ya kwamba Bwana Mtume amesema Fatimatu bid'atu minni, Fatima ni pande la nyama yangu mimi. Kwa hiyo Fatima Zahra ni sehemu katika sehemu ya nani? Ya mtukufu Mtume Muhammad. Kwa hiyo Bwana Mtume asema man adhaha, yule atakayemuudhi Fatima Zahra faqad adhani, afahamu ya kwamba mtu huyo ni sawa na kwamba ameniudhi mimi Bwana Mtume Muhammad. Nafasi ya Bwana Mtume Muhammad tunayomtazama nayo leo hii kama Waislamu, Bwana Mtume anatuambia ya kwamba nafasi hiyo tumtizame nayo Fatima Zahra. Kwa nini? Kwa sababu bid'atu minhu, ni pande la nyama ya Bwana Mtume. Lakini Bwana Mtume alipokufa, watu wakaivamia nyumba ya Bwana Mtume, nyumba ya Bibi Fatima Zahra, binti huyu wa Bwana Mtume, nyumba yake ikavamiwa na watu wakadai ya kwamba wataitia moto nyumba hiyo. Angalia jura na uthubutu ulioje! Muumini Muislamu wa kweli anatoka
anaenda katika nyumba ya binti wa bwana mtume na anaivamia nyumba hiyo akidai ya kwamba anaweza kuichoma moto nyumba hiyo. Angalia Ibnu Abi Shayba katika kitabu chake Al-Musannaf anakili hadithi hii ya kwamba anna Umar ibn al-Khattabi jaa baita Fatima, alikwenda katika nyumba ya bibi Fatima. Faqal, kisha Umar akasema, ya binta rasulillah, ewe binti wa bwana mtume, wallahi, na hapa kwa Mwenyezi Mungu, ma ahadun ahabbu ilaina min abik, hakuna yeyote ambaye ni kipenzi zaidi kwetu kuliko baba yako Muhammad. Waymullah ma dhaka bimani'i in ijtama'a haula'i nafaru indak an amurahum. Anasema ya kwamba Umar bin al-Khattabi, hakika hilo la kwamba Muhammad ni kipenzi kwetu sisi ambaye ni baba yako halituzuii sisi, endapo itafikia mahala watu ninaowataka mimi ambao waende wakatoe bai'a, kiapo cha utii kwa Abu Bakari, watu hao waliojificha katika nyumba yako, kama hawatatoka watu hawa, basi Abu Umar bin al-Khattabi anasema ya kwamba waamrishe watu hao watoke waende wakatoe bai'a, au yuhraku alaihimul bait, ama basi hii nyumba tuichome na nyie mkiwa ndani. Ni wakati ambapo Umar bin al-Khattabi anawatafuta Talha na Zubair pamoja na Muhajirun ambao walikataa kumkubali Abu Bakar kama khalifa, wakakimbilia katika nyumba ya Fatima Zahra. Watu hao walipofika kwa Fatima Zahra, wakawa wapo ndani ya nyumba ya bibi Fatima. Umar bin al-Khattabi anawataka watu hao wakatoe kiapo cha utiifu, amwambia Fatima, kama hautawatoa watu hawa, basi nyumba yako tutaichoma moto. Ni nyumba ya nani hiyo? Ni nyumba ya bibi Fatima Zahra. Lakini vile vile Muhammad bin Jariri At-Tabari aeleza katika tarehe yake, kitabu chake cha Tarikh At-Tabari, anasema ya kwamba ata Umar bin al-Khattabi manzila fihi Talha wa Zubair wa rijalun min al-muhajirin. Umar bin al-Khattabi aliendea hii nyumba na ndani yake alikuwemo Talha na Zubair na watu katika muhajirun. Faqala Umar bin al-Khattabi, akasema, wallahi, na hapa kwa Mwenyezi Mungu, la ahriqanna alaikum, basi mimi nitawachoma moto, au la takhrujunna ila albayt ila albay'a, au basi mutoke muende mkatoe kiapo cha utii kwa nani? Kwa Abu Bakar. Haya ni maneno Umar bin al-Khattabi ayazungumza katika nyumba ya nani? Ya Fatima Zahra. Lakini si kwamba eti malengo ya Umar bin al-Khattabi ilikuwa ni kujali uwepo wa bibi Fatima Zahra katika nyumba ile, hapana. Na ndio pale tunapoangalia riwaya iliyokuja katika kitabu Al-Imamatu wa Siyasa cha Ibn Qutayba, Umar bin al-Khattabi alipozungumza maneno haya, Umar akaulizwa, akaambiwa na waliopo karibu yake, akaambiwa, ya Aba Hafs, ewe baba yake na Hafsa, inna fiha Fatima, ndani ya hii nyumba kuna Fatima. Lakini alichokisema Umar bin al-Khattabi ni kitu gani? Akasema, faqala wa in, kuna nini? Hata kama Fatima Zahra yumo ndani, hilo halituzuii sisi kuichoma nyumba hii moto. Kwa hiyo unapoliangalia swala hili, unatizama jambo muhimu sana katika historia ya Kiislamu, namna gani baada ya kuondoka bwana mtume watu walibadilika. Lakini jambo la kwanza kabisa, walibadilika katika swala zima la nini? La familia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika kitabu Ansabul Ashraf, mwanazuoni huyu mkubwa wa Ahlusunnati wal Jamaa Al-Balaghuri, yeye anakili maneno, asema,
anna Aba Bakari arsala ila Ali yuridu albay'ata, alituma watu waende kwa Ali bin Abi Talib ili Ali atoe kiapo cha utiifu. Falam yubai, Ali akakataa kutoa kiapo cha utiifu. Fajaa Umar bin al-Khattab akaja katika nyumba ya Ali ambayo ndiyo nyumba ya Fatima Zahra, wa ma'ahu fatila, Umar bin al-Khattab akiwa amebeba kitu kwa ajili ya kuwashia moto, kwa lugha ya leo tuseme kibiriti. Kisha alipoingia nyumba hii ya Bibi Fatima Zahra alayha salam, Umar bin al-Khattab akakutana na Bibi Fatima Zahra. Alipokutana na Bibi Fatima Zahra, yupo mlangoni, Bibi Fatima akawa amwambia Umar bin al-Khattab, ya ibn al-Khattab, ewe mtoto wa Khattab, aturaka muhriqan alayya babi, je, una uwezo wa kunichoma nyumba yangu mimi? Sawa, una uwezo wa kunichomea mimi nyumba yangu? Umar bin al-Khattab akamwambia Bibi Fatima Zahra, naam, ndiyo naweza. Kisha akamwambia wadhalika aqwa fima jaa bihi abuk, tena hilo ni kubwa zaidi katika aliyokuja nayo baba yako. Hili swala zima la kuvamiwa nyumba ya Bibi Fatima Zahra na Umar bin al-Khattab na baadhi ya masahaba ni jambo ambalo linafahamika kihistoria, ni jambo ambalo lina mizizi ya kitarikhi, ni jambo ambalo halipingiki. Lakini jambo jingine alilofanyiwa Bibi Fatima Zahra, binti ya bwana mtume huyu, ni pale alipodhulumiwa hata ile mirathi yake, yani yale ambayo aliyastahiki kuyarithi kutoka kwa baba yake, yote yakazuiliwa mambo haya. Na miongoni mwa urithi mkubwa sana ambao Bibi Fatima Zahra alikuwa anautizama kama fahari katika mirathi ya baba yake, ilikuwa ni shamba lililofahamika kama Fadaki. Shamba hili bwana mtume alipewa, lakini nini kilitokea baada ya kufariki bwana mtume? Abu Bakar akasema ya kwamba Fatima Zahra ambaye ni binti wa bwana mtume hana haki ya kumrithi bwana mtume, yani mtu na baba yake. Lakini Abu Bakar anakuja anamwambia Fatima Zahra ya kwamba wewe huwezi kumrithi bwana mtume Muhammad. Kwa nini? Kwa sababu bwana mtume yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu na mitume hawarithiwi. Angalia, Al-Bukhari alizungumza jambo hili katika babu faradhul khums, anazungumza jambo hili akitaja, anasema ya kwamba anna Fatima alayha salam binta nabii, Fatima mtoto wa bwana mtume, arsalati ila Abi Bakri, alituma mtu aende kwa Abu Bakari, tasaluhu mirathaha min rasulillah, akiwa anaomba mirathi yake kutoka kwa bwana mtume Muhammad. Lakini aliyoyaomba Bibi Fatima ni mambo gani? Bukhari anasema Bibi Fatima aliomba yale Mwenyezi Mungu aliyompatia bwana mtume Madina pamoja na shamba hili la Fadaki. Abu Bakari faaba Abu Bakar an yadfaa ila Fatima minha shay'an, Abu Bakari akakataa kumpatia chochote katika yale aliyoomba Fatima. Si labda alimpatia mawili au moja, la, alikataa kabisa kumpatia chochote kile katika yale aliyoyaomba Bibi Fatima katika mirathi yake. Fawajadat Fatimatu ala Abi Bakar fi dhalika, Bibi Fatima akamsusia Abu Bakar, fahajaratuhu, akawa amemchukia, falam tukallimu hatta tuwfiyat, na Bibi Fatima hakumzungumzisha Abu Bakari mpaka alipokufa. Na ndio maana unapomwangalia mwanazuoni katika kitabu chake, katika kitabu As-Sunan al-Kubra, pale Abu Bakari alipodai ya kwamba mitume hawarithiwi, kwa sababu gani? Kwa hiyo wewe Fatima hauna haki ya kurithi chochote kile katika yale aliyoyarithi, aliyoyaacha bwana mtume. Na ndio maana Bibi Fatima alimuuliza, akamwambia ya ibn al-Khattab, na sehemu nyingine akamwambia Abu Bakar ya kwamba
tarithu abaka wala arithu abi, wewe unamrithi baba yako, lakini mimi sina haki ya kumrithi baba yangu. Bibi Fatima akamsomea aya za Mwenyezi Mungu Abu Bakari, akimwambia Abu Bakari, je, haukumbuki ndani ya Qur'ani kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azungumzia swala zima la Suleiman na Daud? Bwana Mtume akasema, wa waritha Suleimanu Dauda, Suleiman alimrithi baba yake Daud. Lakini je, haukumbuki swala zima la Yahya na Zakaria, kwamba pale Zakaria alipomuomba Mwenyezi Mungu akimwambia ya kwamba nipe mtoto huyu anirithi mimi, lakini vile vile arithi familia hii ya Yaqub. Sasa vipi alikatazwa Bibi Fatima Az-Zahra kuweza kurithi aliyoyaacha baba yake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Lakini je, siri ni ipi? Siri ni kwamba kama anavyozungumza Ibn al-Hadith pale aliposema ya kwamba alimuuliza mwalimu wake kwa nini Fatima alikataa ama Abu Bakari alikataa kumpa Fatima Zahra urithi wake, akamwambia ya kwamba laiti kama Abu Bakar angetoa yale aliyoombwa na Fatima, basi kesho Fatima Zahra angerudi akamwambia Abu Bakari, ukhalifa ni haki ya mume wangu, na kwa nini umeweza kubaki nao hali ya kuwa ni haki ya Ali bin Abi Talib? Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.